hata wewe umeniuliza kuhusu pesa, maana wewe rafiki yako alitoa 5,000 na kaomba change. Sasa nikwambie, mimi nipo hapa mpaka kesho asubuhi. Nimependa show zako. Bora hiyo pesa uende ukanunue condom na energy za kutosha. Mbona ingia ndani kwangu bila taarifa? Shimski, unajua kila siku nakutamani. Kwa hiyo mbona leo uko peke yako? Nimeamua nije nikubariki. Sikiza. Mimi kuwa peke yangu haimaanishi kwamba kila mwanamke mwenye shida zake basi naweza nikamsaidia. Umenikosea sana Matende. Hivyo naomba utoke mgongo haraka sana. Ndio utakuwa mwanaume wa kwanza kumfukuza mwanamke mrembo kama mimi ndani kwako. Mimi niko nielekee Kiga. Asibiki usichoke kuonyesha makali yake. Umepatwa na nini Watende? Hivi unadhani nikitoka nje hapa saizi foto huko watahisi kama umeacha salama? Na mume wangu akijua na vile alivyokuwa kupenda. Unajua tangu nimefika hapa sijapata pointi yoyote ambayo umeniitia. Shida nini? Mbona kinyonge sana? Jafu mshikaji wangu unajua siko sawa kabisa yani. Yaani nimekanseli mambo yangu ya muhimu yote kwa sababu ya upuuzi wa mjinga mmoja tu. Nani tena huyo? Basi sijakuzoea hivyo. Sema poa tu fresh mwanangu. Bibi mishe zimekaaje chimbo huko? Cowboy. Yaani hapo ndo unapofeli wewe swaiba wangu. Yaani unawezekana ukawa una tatizo alafu tukajua jinsi gani mtu anaweza akafanyaje akakusaidia, lakini mwisho wa siku wewe ndo unakuja una cancel sio kimekwenda kimerudi. Sasa ndo nini? Mume wangu. Ongea na kusikia. Kwa simu yako mbona uko busy sana? Ina maana mimi unioni. Simu yako bora kuliko mimi. Matende. Unataka nikwambie mara ngapi? Au unataka niseme na nini? Nimekwambia niko busy. Kwa nini unasoma umeelewa? Kwa hiyo simu yako bora kuliko mimi, si ndio? Yaani uko busy mpaka unanisahau. Si nimeshakwambia. Nimekwambia siku moja na mambo unayotaka wewe. Kwa nini unashindwa kumuelewa sasa? Au nimeongea kichina mimi? Hebu kuwa muelewa basi. Oh. Kwa nini ndio unakuwa mambo yangu? Yaani mimi leo tuko na simu. Kwa simu yako bora kuliko mimi. Unajua itaenda mwisho siku na mimi nitachoka Kwa naambia kabisa eti mtu wako. Sina muda na mama. Sasa kama sina muda nikwambia. Kwa muelewa bana. Unakuwa kama hujafungwa. Basi sawa. Au unamudi si ndio? Yeah. Basi sawa. Sio unamudi. Acha ndo mgamo kuongea. Nasemaje?
Unasemaje? Kuna jirani yangu pale mtaani. Mshikaji kila siku na nilikuwa kinasikia kelele za vipigo tu. Jamaa anampiga sana mke wake. Sasa cowboy, hasa hapo kuna uhusiano gani kati ya mtu anampiga mkewe alafu wewe mwisho wa siku unakosa kabisa amani? Jafu, unanijua vizuri kaka. Inawezekana mimi nikawa nakujua vizuri ndugu yangu, lakini hapo kuna mipaka. Unajua kitendo cha kumwonea huruma mke wa mtu, unajua hapo kuna mawili. Mmoja, inawezekana ukawa tayari ushampenda, lakini la pili, inawezekana mkawa tayari mshaingia kwenye mahusiano na mwisho wa siku tayari nyinyi mshapeana. Yape, shida sio hiyo. Sasa kumbe shida nini? Shida ni mshikaji. Jamaa anakosa muda kabisa na mke wake yani. Mke wake akiuliza anamvulia kipigo tu yani. Mwili mzima amejaa makovu ya kupigwa kwa mume wake. Haya, fikiria sasa kama leo ameweza kunifuata mimi na kuniambia maneno haya. Vipi kuhusu wapangaji wengine pale nyumbani? Na ile nyumba kama unavyoijua, wapangaji wengi ni wanaume. Elena, mambo. Unajua nimekumisi sana mwenzako yani. Na nimeshaandaa mazingira yote leo yako sawa. Leo sichelewi rafiki yangu. Haraka tu chap. Elena, wewe request tu. Ukifika mimi nitalipa. Halo? 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 Sophie. Sasa kama unanisikia mbona wewe uongei, naongea peke yangu tu. Poa. Vipi? Si ndio unaniambia kwamba leo ndo unamaliza then utakuja. Njoo basi. Maana mimi kila kitu tayari kiko sawa. Halo? Halo?
Ndio Cowboy. Nicheki siku nyingine, leo siko sawa. Sawa. Nani? Huyu ni ule kaka muuza nguo anayedai pesa zake. Sawa. Gogo mume wangu, chakula tayari. Oh, umesema ni chakula, si ndio? Tafsiri yake hicho kipo kwenye umoja. Alafu mundani tukatoa mimi na wewe. Laiti kama ungesema vyakula viko tayari, basi na mimi ningekuwa na nusu. Ukila wewe itakuwa inatosha zaidi. Sio Mungu, maneno gani hayo unayozungumza? Kwani mimi siku hizo nakukaribisha vipi? Labda nikwambie kitu kimoja. Sijawahi kulipishwa chakula chako hata siku hiyo. Nakula kwa sababu tu nitafanyaje? One time moja kwamba imebidi, ndio maana nakuwa nakula hapa kwa sababu ya kukebei. Ila hauridhishi, alafu hujui hata kupika. Unaweza ukaachia mlango nipite niondoke. Alafu mbona siku hizi safari za usiku zimekuwa nyingi? Vifahamu mimi wasa sikuzungu wala polisi jamii. Ofisi mnafunga saa 10 jioni. Wewe hizo unaenda wapi kama sio kunidanganya? Nadhani utakuwa umenisahau, si ndio? Labda nikukumbushe. Ni mimi hapa gogo wa siku zote. Kama umenisahau, jaribu kuangalia mwili wako. Nadhani picha hayo makovu utakumbuka tukio la asubuhi. Kenge maji. Mapenzi siyo sawa, mpaka sasa napagawa, uzushi mwingi kwa machawa, haba na haba haijazi kibaba, mvumilivu leo mbivu sizitaki. Ngoja ngoja na bwaga manyanga, nimeshindwa leo sibaki. Uchafu wa penzi langu ndo unaofanya leo nalia na moyo wangu.
Poa vipi mzee? Usiku. Kwani kuna tatizo mimi kuja kutembea kwa swaiba yangu? Sikia nikwambie mwanangu. Sasa hizi usiku sana, muda umeenda. Wewe nenda, tutaonana kesho asubuhi. Nahitaji kupumzika mzee wangu. Upo na jirani yako nini huko ndani? Acha mambo ya kipuuzi. Alafu wapenda sana kulopoka wewe. Hadi nilijua. Nini? Huko ndani leo kulikuwa kuna uvunjwaji wa sheria. Kwa mzee, nisikie nikwambie. Haya mazoea kuja nyumbani kwangu sasa hizi usiku sitaki. Nenda, tutasomana kesho maskani. Unaelewa vizuri? Wewe, nisikie nikwambie. Tusikaribia. Wewe nenda bwana. Tunaona kesho asubuhi. Au ndio ufuatiliane sana usiku. Ya vijana akilewa hapo kwa nakofikia huko. Itakuwa changamoto kwa kesho. Hivi wanawake ambao mpo kwenye ndoa zenu, ni kitu gani ambacho kinafanya mnahangaika hiyo? Ndio gani ambao unazungumzia hiyo? Ni mateso. Manyanyaso. Hiyo ni ndoa. Nyinyi wanaume ndio wa kwanza kufanya na kitendo kwa michepuko. Kwa hiyo uko hapa kwa sababu ya kumkomoa mume wako? Au ni hizo hisia zako ambazo umeshindwa kuzishikilia? Wewe. Unahisi ni unajua kujirahisisha? Hamna neno mengine. Nikafuata mpaka wewe. Unakuwa hivyo wewe. Labda ngombe kitu kimoja. Usizani vitu ambavyo unavikosa kwa mume wako basi unaweza kupata hapa kwangu. Hilo sahau. Tena naomba sahau kuhusiana na kile ambacho kimetokea asubuhi hapa ndani. Kwa sababu unaweza nikasema ni kama ibilisi tu ama shetani alinipitia. Hivyo kwa muda huu mimi nadhani ungeenda kujifunza mbinu mpya ambazo zinaweza kufanya mume wako aweze kukupenda zaidi. Unaweza kwenda.
Jafet, ni wewe tena? Cowboy, nahitaji kufahamu unaacha lini kujichua? Vipi wewe? Si nilikwambia hapa mwe kulopoka. Unataka kumpa faida nani sasa? Oh. Okay, nimepata pointi. Nini? Ukiona mtu anachukizwa na jambo anaambiwa, ujue hapo kuna mawili. Cha kwanza, unachomwambia kimemwingia, na cha pili, hataki watu wajue mambo yake anayofanya. Unataka kusemaje? Nahitaji nikusaidie. Oh. Okay. Ulikuja mara ya kwanza ukafanikiwa kujua nafanya kitu gani ndani. Sasa hivi umerudi tena mara ya pili, unaniambia unahitaji kunisaidia. Pita ndani usaidie shida zangu. Wewe, achana mimi. Usiku mwema. Wangu fata nini kwa mwisho? Hakuna machoba hata wamefanana hivi. Atende mke wangu.
Yaani unaingia mundani unajifanya unanyata. Unajikuta Yesu nilisheti hapo. Unajikuta nani? Nitakuumiza kama utaki kusema ukweli. Hilo kuniambia ukweli na kuacha. Niko wapi? Mungu kaniwa mimi nilikuwa nimeenda dukani. Unachukulia mimi mtoto mdogo au vipi? Unachukulia mimi kama watu wazio? Nitakuua sasa hivi. Mungu nami. Yaani mimi natoka, alafu na unatoka. Unachukulia vipi? Muda mapembe. Nipeleka jela kwa pigo zako unazozileta. Mimi nimekuoa kwa mahari. Nimetoa pesa zangu kibao tu. Alafu unachukulia bora toka. Unatoa nini toka na unatoka. Unaenda. Sio ni hasara hata kidogo kukuua. Yaani ni bora mimi nikaenda jela hapo kwa hapo duniani. Unatoka hata. Togo, vipi habari yako? Hata hivyo jana nilipita maskani pale. Nikutana na taarifa zako kwamba unahitaji kufanya mazungumzo. Kwa hiyo nikaona bora nije hapa hivi kugonga saa hizi asubuhi. Bahati nzuri umetoka wewe mwenyewe kwa nakusikiliza. Labda sasa hivi ulikuwa unaenda wapi? Sasa hizi naenda bondeni hapa hivi. Basi sawa. Na imani baadaye nitakutafuta kwa ajili ya mazungumzo. Lakini kaka, lakini nini? Nimekwambia nenda tutaongea. Yaani mimi naongea wewe na kupanga wewe hapo na kuja hapa na kuja kwenda mtoko na karao. Amejuaje? Amejuaje? Cowboy, unapenda sana kufuatilia mambo ya watu. Umeona sasa, tumekosa dili la hela ndefu kwa ajili ya mambo ya kijinga tu. Musa mshikaji wangu, sio muda wa kulaumiana tena yani shida ama changamoto ambazo zinaendelea pale mtaani kwangu. Hata kama ingekuwa ni wewe kaka, lazima ungefanya vile ambavyo mimi nafanya. Wapi? Yaani mwanangu wewe ushanikosesha mimi bila hela. Leo unaanza mashairi yako. Alafu angalia, mke wa mtu sumu kaka. Ukishaona umempiga mke wa mtu haja kuganda, basi achana naye, usijigandishe. Utakuja upate madhara kaka. Yaani Musa wewe hujamjua vizuri yule mwanamke. Yopoje? Unajua mtu unavyomuona kwa nje ni tofauti kabisa na muonekano wake kwa ndani. Shida moja ya yule mwanamke ni kwamba Mume wangu, sasa unaondokaje? Unataka niondoke vipi?
Sasa mume wangu, sina kumbendana na chochote kilafu na 2000 inanisaidia nini? Sawa, lakini mimi ndio pesa ambayo uko nayo. Kwa hiyo utajua wewe sasa unafanyaje ili mradi uweze kutosha. Hiyo ndio uko nayo. Yaani ndo nimerudi muda sio mrefu hapa. Niko gengeni napanga vitu. Yaani ndo nimeingia hivi tu sasa hivi. Wewe, Watende. Mbona kama unalia? Sasa sikiliza. Hebu ukitoka huko pitia hapa gengeni. Sawa? Sawa, ukitoka huko nataka upitie hapa gengeni. Haya, sawa. Unajua mwanao huyo simwamini hata kidogo. Jaribu kuwa naye makini kaka. Sidhani kama hivyo hivyo unavyomfikiria. Sema tu kuna baadhi ya mambo yangu wasipendi kumshirikisha. Anyway kaka, sijui nikikwambia utanichukuliaje, lakini inabidi tu nielewe ndugu yangu. Mbona kama ushaanza kutia huruma mzee wangu? Yaani kuna shida gani? Kama ushaharibu ongea tujue tunatatua vipi. Kaka Musa, sijaribu chochote kile. Ila shida tu ni yule mke wa jirani yangu pale nyumbani. Ananisumbua kinoma yani. Muda mwingine huwa natamani ninavyorudi nyumbani nisikutane naye. Mume wake awe tayari amesharudi. Cowboy ndugu yangu. Yaani unashindwaje kuruka naye? Yule si kama na wengine. Au unamwonea huruma kama mke wa ndugu yako vile. Musa kaka, wewe si ndo sasa hivi umetoka kuniambia hapa kwamba mke wa mtu sumu mara sijui kugandana, si ni wewe? Halo? Naam. Haya, poa basi, poa. Nakuja sasa hivi. Kaka, naomba nikukimbie. Ingia nyumbani hapo baadaye basi tutaonana. Basi poa, haina kweli. Haya, poa. Poa. Yaani mshikishe mzee vipi ili anielewe. Kila anachomwambia anashindwa kunielewa. Yaani mtoto kajaa kabisa yani. Anashindwa kumaliza. Ilo mshikaji pia sio kumwamini. Anaweza kawa tayari kasharuka naye. Tayari kashaharibu.
Shem, samahani, najua nikaweza kuwa nakupigia simu, ila imenibidi, sina namna. Okay, pole sana. Usikiliza Shemeji, nilikuwa na shida, naomba unizime kiasi kidogo cha pesa. Nataka. Kiasi gani cha pesa unahitaji? Naomba unizime kama 20,000, nitakurudishia baada ya siku kadhaa. Okay, yaani nienda kuangalizia. Jafet, akili zangu nazijua mimi mwenyewe, kwa hiyo naomba uniambie ukweli. Una uhakika na hicho unachoniambia? Kaka, nina uhakika na maelezo yanayokupa. Mimi mwenyewe nashangaa inawezekanaje amwache salama mkeo. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba atakuwa amemgonga, si ndio? Kwa hilo sina uhakika, sio muongo. Ila wakati anaongea na jamaa, simu yake iliita, kwa hiyo akawa busy na kuongea na simu. Basi sawa, naomba uniachie mimi, nitajua nafanya vipi ili ndili naye. Salama. Haina shida. Kiasi cha pesa ambacho nimekipata sio kile ambacho ulihitaji, ila na kile kinaweza kusaidia kidogo. Asante Shem, hata hicho ni kubwa mno. Nashukuru sana. Wala ndio usijali. Sawa. Ila naomba moja tu kwako. Naomba sana mjitahidi mmalize tofauti zenu na Gogo. La sivyo hivyo unavyokuwa unakuja kuja hapa nyumbani kwangu naweza kuzuka mambo mengine makubwa zaidi. Sawa. Mtoto mbona mimi ananipa mawazo jamani? Yaani muda wote mimi nimekaa namfikiria yeye tu. Na mimi nilishamwambia, lakini yule mwanaume wewe atakuua. Mtoto hataki kusikia. Mwanaume mwenye sura mbovu. Akiangalia bahari maji yanakauka. Mtoto gani unamwambia haelewi? Usiende kwa yule mwanaume, hasikii. Mimi nifanyeje? Kitakachomkuta ndo atajua, atatulia. Basi. Sasa hizo. Salama vipi hali? Umesaidia nyanya za 500. Unajua mwanangu, hadi muda bado siamini kabisa. Yaani siamini kwa kile ulichokifanya wewe. Yaani Jaffe wewe sio kumsinichia cowboy. Ona sasa nawe. Sasa hapo mimi hapo nimesnitch nini? Maana jamaa alikuwa ananiuliza, lakini mimi mwenyewe nilikuwa najibu kitu ambacho mimi nakijua. Wewe sio mwana kabisa. Alafu mimi nilihisi tu. Kwa hizo tabia zako hizi itakuwa kuna madudu unayofanya. Na light kama nisinge kuwepo pale, basi ungekanusha juu ya hili. Alafu usichokijua mshikaji hakuwahi kumgonga yule mwanamke hata siku moja. Hata kwa bahati mbaya haikuwahi kutokea hivyo. Kumbe. Kumbe. Lakini hata hivyo mimi hakuna kibaya chochote ambacho mimi labda mimi hapo nimekizungumza, kwa sababu hata mimi mwenyewe sijamwambia mshikaji kama eti wao washakulana, ila nilichokuwa nahitaji kuongea naye ni kumwambia tu mshikaji amkanye mkewe, maana kuna watu wengine bwana sio wapole, watakuja kumfinya mkewe mpaka akashindwa kutembea. Zaje kwenda zako, muongo mkubwa wewe. Mimi nafahamu kila kitu. Alafu wanaume design yako ni vile tu bahati mbaya nchi imekataza. Lakini kwa wakati huu wewe unastahili kuolewa. Uvalishwe dela, upakwe wanja, ama uvae chupi basi. Ikuchole mistari. Tujue kutofautisha kati ya mwanaume na mwanamke. Tulia hapo hapo.
ukijaribu kunyanyua mguu wako nitakukata kichwa chako, alafu kikabakia kiwiliwili tu. Hivi ni mara ngapi nilikuwa nikikwambia kuhusiana na huyo mpumbavu, alafu ulikuwa nikinikatalia? Mume wangu, ni vyema ungeuliza kwanza, sio kwanza kupiga makelele. Oh, kwa hiyo mimi hapa napiga makelele, si ndio? Yaani kipindi nakwambia ukweli, unaniambia mimi napiga makelele. Wewe mwanamke usitaki kunifahamika mtoto mdogo ujue. Nina akili zangu timamu na macho yangu yanaona vizuri. Wewe paka. Kwa hiyo umeamua kufunga mlango kabisa ili mradi baadaye uje kuniambia kwamba ulikuwa umeenda dukani, si ndio? Kwa nini unakopa unashindwa kuwa na akili japo kidogo? Jirani, unaonekana una jazba sana, maana unaongea mambo ambayo hata huyafahamu. Siongei na wewe. Tafadhali naomba uniache. Hapa mimi naongea na mke wangu. Anayepaswa kunijibu hapa ni huyo mwanamke, sio wewe. Au unataka kuwa mke wangu wa pili? Kama unataka kuwa mke wangu wa pili sema nikushughulikie. Unaonekana una ufundi sana kutumia vizuri maneno ya Kiswahili. Nimeshakwambia siongei na wewe. Wewe kenge. Njoo fungue mlango hapa. Nyanya. Iko kwa jirani. Unasemaje? Niamini mimi, mara nyingi yule jamaa niko naye. Sawa, hebu naomba mfuatilie mkeo. Najua tu kabisa atakuwa anatoka naye. Akia Mungu nachokwambia. Ila tafadhali naomba usimtaje. Please. Fungu yako hii hapa jirani. Mkeo alinipatia kwa maana kwamba ukija nikupatie. Lakini bahati nzuri umewahi kurudi na umemkuta mke wako yupo hapo kabla hajaondoka. Hivi Mandevu, hivi unachukuliaje yani? Unachukulia kwamba mimi mtoto mdogo, sijitambui au yani nipo hapa hapa na bado mnanibadilishia maneno? Wewe mwanamke, naomba uongee ukweli. Mama, antusema shemu ni ukweli. Unasemaje? Na umemhitaji huyo? Ushemeji huo umeanza lini? Au kuna siku gani ambayo mimi nimekaa na wewe nikakwambia kwamba huyu ndugu yangu unapaswa kupata shemeji? Lini nimekwambia vitu kama hivi? Hivi mwanamke, kwani unashindwa kujitambua? Alafu hiyo mkononi si hela hiyo? Oh,
Kwa hiyo kumbe nikitoka mimi ndo nakuja kufanya upumbavu kama huo, si ndio? Yaani pesa ninayotafuta mimi kwa jasho langu, nahangaika usubuhi, mchana, usiku kukuletea wewe, unatoa pesa ndani unampelekea upumbavu, si ndio? Fungua! Kwa hiyo unaona ufahari sana kumpiga mkeo. Kuwa makini jirani, huwezi kumchunga mkeo kila mahali. Kwa hiyo vyumba vyote ambavyo viko hapa na leo utanieleza mpo. Mapenzi sio sawa, mpaka sasa napagawa, uzushi mwingi kwa machawa. Haba na haba haijazi kibaba, mvumilivu leo mbivu sizitaki. Ngoja ngoja na bwaga manyanga, nimeshindwa leo sibaki. Ila kiukweli unaumbika sana. Namshukuru Mungu, sipati picha atakupita mtaani tavimba. Na unakuta muda mwingine nimeenda kuzurura hivi mtaani, watu wanaanza kuniita Jafe, sio? Yaani naongea naye lakini mwenzangu uko busy na simu. Oh, sorry. Tatizo story zako zinaboa sana. Na sidhani kama ndio ulichonitia hapa. Mama. Kufika tu nianze kupanda kama vile naparamia minazi. Ungekuwa wewe kwa nini kuweza? Kwa hiyo umejiandaaje? Kila kitu fresh. Simuona shuka. Nimetandika vizuri afu limependeza. Kingine ulichojiandaa nacho? Kondomu nayo iko fresh. Sijui. Iko fresh. Kumbe kila kitu unacho. Unasubiria nini sasa? Haoni kwamba ngamia ameshalala chai? Ila hakikisha leo unatoboa. Ole wako ishie njiani. Mwacha. We mwacha. Naam. Yaani uwezo ukatoa mara moja ukaja mpaka nikuti mara 3 mara 4. Yaani umekaa akili yako hata kwenye game tu, kucheza game tu. Hivi una akili sawa sawa wewe? Lakini mama nishakuja. Nyamaza kunguni wewe. Kwani ungekuja toka sare ingetokea yote haya? Imekuwa muda wote nakuita na kuitaita tu wewe kama nani? Hebu nitazame mimi simu yangu. Maana dada yako mimi kila nikimtafuta pale mara naambiwa haipatikani. Mara sijui inatumika. Hata sielewi nimegusa wapi. Sasa kinachokuchekesha nini? Umesema mwenye mama hapo. Wewe umesemaje hapo? Umesema kwamba ukipiga simu wanakuambia inatumika au haipatikani wewe. Sio shida yako, yani matatizo ya mtandao. Mama Afrika mpo vipi nyie? Afu wewe unajua una akili wewe. Kwa muda wote nipe simu yangu. Kinachokuchekesha muda wote unacheka kitu gani? Wewe mwenyewe akili una, hujui pia yeye hujui. Unasema sema mtandao kumbe mwenyewe akili una. Niondokee mimi hapa.
Mimi naona hapa hakuna shughuli tena, so nipe changu nisepe. Lakini nilikuwa naomba msaada, nisaidie wao hata buku na shilingi 1000 niweze kunisaidia na mimi. Yaani hata pesa yenyewe hauna, alafu bado unapodoa tu kwenye show. Sasa utasaminika kwa kipi? Eti nirudishie buku comfortable kabisa. Sikia nikwambie, wanawake hawapendi pesa pekee, bali vitu vinavyowafurahisha. Umeshindwa kunifurahisha kwenye show, basi hata pesa pia. Na siku nyingine ukiniita, hakikisha umejipanga na umekula vitu vya kukupa nguvu. Sio unaniita mipira kibao alafu haitumiki. Lakini pia upunguze maneno mengi, hii itakusaidia kupunguzia aibu. Uchafu wa penzi langu. Yaani mimi natoka humu ndani na wewe unatoka na kwenda kwa baa zako. Si ndio? Sasa nakwambia hivi, leo utataja jina langu la utoto, mimi naitwa nani? Mpumbavu mkubwa. Yaani bora nikuoe tu. Mpumbavu mkubwa, sasa nakwambia kitu kimoja. Naomba utoke kwenye nyumba yangu. Haiwezekani mimi natoa pesa zangu nakupa wewe au vipi? Alafu unatoka napo unaenda kuwapa mama zako kwa mpumbavu mkubwa. Nakwambia hivi, nakuomba utoke. Nani mume wako? Mimi usikukuoa. Ulijileta tu mwenyewe na shibo zako. Sitaki tufike mbali. Naomba uondoke. Toka bwana.
Mwacha. We Mwacha. Yaani umelala kabisa usingizi, umepata usingizi kabisa, unakoroma. Yaani huna hata wasiwasi. Sasa wewe umefanya nini? Kwa hiyo huna wasiwasi, ndio maana mpaka dada yako muda mwingine nampigia simu. Simu inaita tu, kupokelewa haipokelewi. Baada ukae tujue tunafanyaje, wewe umelala unakoroma. Hivi kweli una akili wewe? Sasa mama, mtu huyo unampigia simu apokei. Sasa wenyewe majitakia wenyewe bwana. Yaani wewe una akili kweli wewe. Anapiga dada yako. Watende mwanangu. Halo mama. Umepata na shida gani? Mungu amenifukuza nyumbani kwake. Amenitoa vitu vangu vyote nje. Na tena umwambie ya kuwa nahitaji pesa zangu zote ambazo nimempa akafungulia kile kiinge chake kule. Nataka pesa zangu. Watende? Nini? Sina mchezo kwenye pesa zangu. Tolisa leo mwanangu, sali kwa magetoni. Ai, kama unavyonijua baba, sikwepeshi. Yaani nikipanga la kwangu nataka liende vile vile ninavyohitaji. Ai. Ndio. Mtoto mwanangu kaimba nyimbo zote. Si unanijua mimi tena. Nikaiweka kwenye kifua baba, kila nikiituliza imo. Mtoto akinenyeneka huku, akirudi huku, wewe kamaliza nyimbo zote ndugu yangu. Kama unavyonijua wewe, si unanijua mwanangu. Yaani nikipanga la kwangu napenda nipange vile ninavyohitaji. Na ndio maana mwisho wa siku yeye anaanza kusema eti anataka eti kuhamia hapa. Anaanza kuniambia eti baba anataka ndoa. Kweli? Usijali wala nini mwanangu. Musa baba. Unanijua mimi tena. Mzee Jafi wa Jafi. Usijali mwanangu. Kwa hiyo wewe lengo lako tumalize sisi wote wawili. Kumbe wewe bado una mawazo ya shoga yako. Samahani. Namaanisha rafiki yako. Hata hivyo neno shoga lina maana rafiki. Awe wa kike au wa kiume. Sema tu kuna watu wapuuzi wamelifanya neno shoga litumike vibaya. Lakini mimi sizungumzie swala ushoga hapa. Naongelea kuhusu bwana wako Jaffe. Hivi umesahau ni jinsi gani anajivunia kuhusu wewe alivyokuharibia? Utakuja kubadilika lini Lisa? Ona, Jaffe anaongea sana, alafu vitendo sifuri. Na ndio maana nilichokifanya leo nikaenda kumdhalilisha. Hana lolote. Kwa hiyo unataka kuniambia kile Jaffe alichokiongea na alichokifanya ni vitu viwili tofauti? Na ndio maana nakwambiaje, nimeenda kumdhalilisha. Sababu hata tukikutana hawezi kuniangalia hata usoni. Nimechoka maneno yako. Hebu niambie unahitaji shilingi ngapi ili utoke huko ndani? Sitaki kukuona hapa. Bora hata wewe umeniuliza kuhusu pesa. Maana wewe rafiki yako alitoa 5,000 na akaomba change. Sasa nikwambie, mimi nipo hapa mpaka kesho asubuhi. Nimependa show zako. Bora hiyo pesa uende ukanunue condom na energy za kutosha. Haya mapenzi si
Ondoka si. Mimi zangu kupangilia ndombolo. Nakutolea utani. Yaani uishi hapo hapo. Hakuna hata kuvuka chikiunzi kuingia huko ndani. Otherwise, ukakae kwa wapumbavu zio. Mbele kubwa. Kwa hiyo yule kenge ndo anakutia kiburi, si ndio? Mwacha ongeze hatua nyingine ya pili aje hapa. Ili aje nimwambie kwamba kwa nini wanaume wenzako wanamdungia mke wake alipo yeye yupo na anaishi naye. Oh, unasemaje mwanangu? Nakuheshimu ndani yangu. Yaani unatembea na mke wa mtu hapo unachukulia poa, si ndio? Wewe una mke hapa? Ya. Labda kama sikukusikia vizuri. Kwa mdomo wako wewe mwenyewe ulitamka kwamba yule binti au sasa hivi unakuja unaanza kusema mwanamke? Ndio kunioa. Niliamua tu kuja kukaa kwake. Alafu mimi ndo mwamuzi wa mwisho wa maisha yangu. Naomba yaishe. Fresh. Akijaribika kitu. Sema kiba mtamu acha nikwambie kitu hicho. Waarabu walizungumza na wakanena na wakasema kama nikata la kutila. Alafu wagwani wakamaanisha yani kuntu finintu anstalamaina manistama na wajada. Oe, hii haijaisha kicha wangu. Alafu aishi mpaka ishe kweli. Tadili na wewe mwanangu. Afue mchumba tu. Pole. Pole. Hivi umewezaje kuvumilia muda wote ukuishi na jamaa na kupiga kiasi hiki? Mapenzi kama kwa hiyo wanawake huwa mnapenda vibaya sana. sio wanawake tu ambao wanapenda hivi. Kama wanaume wanaopenda na familia na wenyewe sio wapenzi wao. Au mwito wa ndoa ya kike. Hata tatizo kama mimi tu nauma. Nisi maumivu. Samahani. Hata hivyo naona inatosha sasa, nikwache upumzike. Ni sawa. Lakini niende utatoka ndani kama ulivyoniambia. Labda nikwambie kitu shemeji. Kwamba huu msaada wangu ama kitu ambacho nimekifanya hapa hakiwezi kubadilisha chochote kile kati vile ambavyo nimeshawahi kukwambia. So chukulia hiyo kama msaada tu ambao sihitaji ujira wowote ule. Sawa? Sasa ni usiku sana. Unaona kama ni hatari kwako? Kuhusu hapa naenda wapi wala hata usijali. Mimi kuna mahali naenda hapo ni pa muhimu sana.
Kwa nitakuwa tu salama, kesho asubuhi nitakuja kukuona. Okay, sawa. Sehemu ambayo nataka kwenda ni muhimu sana. Kwa hiyo itabidi niende. Bila kuhusu wewe kulala peke yako. Okay, sawa. Utalala chumbani, mimi nikija nitalala hapa sebuleni. Kwa hiyo usijali, nitatoka alafu nitarudi. Sawa. Bwana, hautachelewa. Siwezi kuchelewa. Nitawahi. So long as nitamaliza mambo yangu mapema, kwa nitaiku. Hata usijali. Sawa. Uko sawa sasa hivi, ndio? Haya, basi kwa nini sema kwenda kupumzika? Hebu naomba maji hapo. Hakika wewe ni mwanamke wa shoka. Sawa, badilisha tuendelee. Wewe ni mtu na nusu. Kwa hiyo Smedi, ninataka kutoka hivi. Kwa baadaye kidogo utarudi. Hakikisha ufungulie mtu wangu. Njema. Kwa hiyo tutakwambia. Kitu gani tena? Nimechoka na maneno yako. Ama unakuwa hivyo? Au unakuwa kama mtoto? Kwa nini unataka nini? Unamaanisha nini? Ingekuwa na umepewa penalti ya mwisho, ubebe timu yako mabegani mwako, najua ungeipaisha kutokana na uoga na viziti ulionacho. Kwa nini mama nipige mwenyewe niibuke shujaa wa mchezo? Hakika nimefurahi sana. Kwa muda mchache umenifanyia vitu ambavyo sijakufanyia, watu nilikuwa na benefit sana. Sija kupata mapenzi kama haya ambayo unanipatia. Naenjoy kuwa na wewe. Usijali tena. Mimi nilitoa kila hali kwa kutaka kuishi na wewe. Sio kwa sababu ya kukusaidia, ile ni kwa sababu nakupenda. Sema kuna namna tulikuwa nafanya kwa ajili ya kumheshimu aliyekuwa mpenzi wako Gogo. Anyway, kwenye mazungumzo yetu sitopenda sana uwe unamzungumzia. Na kwa sababu hakuwahi kuwa mume wako, basi futa hiyo akili ya kusema yule ni mume wako. Sawa. Kwanza tayari ameshatoka katika akili yangu. Alafu kwanza naomba nikuombe kitu. Okay. Naomba uniahidi kwamba tutaishi wote milele. Iwe pale ama sehemu yote ile. Nataka ulipo wewe na mimi niwepo. Okay, usijali, lakini tu niahidi kitu kimoja na wewe. Hiyo kweli umeachana. Maana haiwezi kuwa rahisi kama bado mnapendana. Nakuahidi kwamba mimi na wewe tunasikia sana. Kama tena shida mwanamke mwingine mtakana ambacho mtuana mimi na wewe. Kwa hiyo isipo na Pendeko ndio mwanamke. Ni hizo rashes sana.
Smile. Take it. Cheers. Lakini mwanamke mzuri sana, anahitaji matunzo. Hakusaidi wewe bali nikwambie tu kwamba sawa kusikia kitu ambacho kimepita kwenye maisha yako. Sawa. Sio sawa mpaka sasa napagawa, uzushi mwingi kwa